Sasa nikiwa hapo third floor nikafikiria, yaani maisha yangu sasa imekaa mbaya na vile mapeshto yangu wanakaa poa. Mimi nikajirusha. Kashuka kutoka ghorofa sana nikasema acha tu ni dedi. Wacha tu ni dedi. Mtoka tu kwa maisha juu sasa hauna do, ile maisha ulikuwa nayo haiko tena. Sasa ni kuhangaika tu huku. Job sasa nimefutwa. Nikajaribu ku apply KenGen. Job tena ikahata. Katulia mtaa tena. Sasa hata kukaa peke yako na kwa ni ngumu. Unaona tu acha unataka tu na wazako kwa baa, ukunywe tu pombe ukunywe. Ubleki, alafu tena uamke ukumbuke yenyewe nafaa maisha yangu naona nazeeka, nasonga mbele, maisha nasonga lakini sina kitu. After tu hiyo dem alinibia, akachukua kila kitu, hata account hakuna kitu. After tu alibeba everything. Hata fadhali angebeba hata kama achukua do kidogo aniache hata vitu za hao kidogo, at least place najua ningejipanga. Na nilikuwa nampenda kabisa, kuna dem mimi nilikuwa napenda kama huyo. Huyo ni ile kitu angeniitisha nilikuwa nampatia. Mtoi wake nikampeleka shule poa, unalipa 50k per term. Yeye mwenyewe umempatia nyumba mzuri, umembaia viti za recliners, akona TV kubwa 65 inch kwa hao, unapata akona fridge, akona nini. Gari ndio nimenunua, nilikuwa na Mazda Demio. Alafu biashara umemfungulia, kuna ingine yeye tu ni kukaanga tu kwa nyumba, watch jioni ni kutoka kwenda tu kuangalia vile job inaendelea. Sasa venye niliendanga job Ethiopia, kurudi nikapata mali yangu yote imeenda. So yeye alienda na do, kaenda na gari, kana vitu za hao, kana na vitu za duka. Nilikuwa nimefungua huko Thika, tulikuwa na chips place ya fast food, na bado Thika kwa ndani nilikuwa nimekanga electricals. So hizo vitu zote nilikuja nikapata nilizilienda, na naona ni kama alikuwa alishaanza kujipanga kitambo. So ilienda ni 4.3, kwa shop ilikuwa nimefungwa na ngiri 5. Chipo nikaiweka hapo kama 350, juu ilikuwa place poa. Sasa kwenda kwao kumtafuta, wanaandikia defilement ati mimi nilirep mtoto wake na sasa hiyo siko na barua zote wako nazo, ndio nzishughulike kwenda kuangalia hiyo mali. So kutoka hapo unaona sasa hiyo depression ikanigonga. Sasa unashindwa ufanye nini? Sasa kutoka tena hapo nikaenda Mombasa, tena mapombe, nikifikiria labda acha change life niende Bali. Tena kwa kazi tena nikaanza kujaribu ikakuwa ngumu. Kurudi tena Nairobi, kaamkia tena dem mwingine mlevi. Sasa nimemfanya hivi, tunakaa naye. Huyo sasa umepata demu wa pili. Na sasa atakuwa mdemu vile, huyo alikuwa mama. Alikuwa na toa kubwa. Na alikuwa na tudoto yake kidogo, na mimi napata tudoto wangu nampeleka kazi, lakini sasa ni mlevi. Yeye ndo akafanya tena nikakuwa mlevi zaidi. Akikuja kwa nyumba akona pombe. Mimi nikienda job nikirudi napata mzinga hapo. So unaona hata kumake naye love, make love, unaona huyu mtu ni mzae, lazima sasa tu kunywe kwanza ukuwe mastim ndio sasa uweze kumpiga. Sasa unaona ukiamka asubuhi kimwangalia na niko na mama, so tei bado iko hapa kando tu napiga tena so uweze kuwa soba yote yake atakuwa hata kunaona kwa skoli nitoa kihuti ni wabigi walinitoa mbio, kanaambia unafanya na mama yangu. Ile vita nilipigwa ilikuwa December date 25, ilikuwa nikatwa na panga. Unaona tena after hiyo tena mlevi, nikafikiria tunasaidiana tutasonga, hakuna kitu tena. Sasa tena nikaongea tena mwingine tena mlevi, nikaachana naye. Hiyo situation imekudhuruaje? After nilikuwa nimemoa, kanisanya kila kitu, so ikabaki madhara ilikuja ya kwanza. Sasa nikiingia kwa pombe, hasa kuingia kwa pombe na mimi by the way sina wazazi, don't have both parents, hata mmoja. Wazazi wangu wote walidai. So naona na aunti yangu naye pia yeye ni mkali mwenye amenilea. Mimi nimelelewa na aunti. Sijaiona hata mama hivi na macho eti huyu ni baba huyu ni mama, hapana. Nilichukuliwa nikiwa mdogo, nikiwa kama 3 months. So wakasema mimi ndio ni kama laana kwa familia yetu, mimi ndio nilifanya brother yao akufe juu mama yangu. So hata nikienda home sasa unaona nachukiwa. Sasa unaona uko na stress ya nyumbani. Huku bibi amekukosea, singeweza kutoka hapa niende home. Alafu ile wakati nilikuwa na doa alikuwa anani accept poa sana wakati nilikuwa na pesa. Lakini sasa wakati lisha na akaambia wewe ni nonsense tu, wewe ni bure, hata fadhali mimi. Hata chukua na kupeleka shule kwa nini? So unaona hata sasa nikitisha msaada kwa mtu anakupatia. Alafu unajua sina brother, sina sister. Hata cousins wenye niko nao hawashughulikangi na mimi. So ni kesi kama kuna mkutano huko home, nikitaka kuinua mkono ni raise nitoe hata point na wewe rudisha mkono chini. Wale wenye wako na dondo wanaongea. Alafu mimi dakamishona na naambia toa tens, toa hizo maviti. So nikiwa ocha hata kurudi Nairobi na kwa ni ngumu. So inabidi tena ukope. Ukikopewa dhao tena hata utasikia tu nikipigiwa simu. Unapigiwa simu uirudishe. Sasa tena ukirudi huku umeshaibiwa, hauna mtu hata utaongelesha, hauna friend. Hata wale wenye ulikuwa unapatia
do kitambo, hata wamekutoka, wataki story yako, akikuona tu wanakuhepa, wataki story yako. Ulizoea maisha ya juu, si ndio? Yeah. Umerudi down. Yeah. Uliafektiwaje? Kutembea hapa nje una feel kama dunia inakuchukia. Unaona ni kama, yani unaona ni kama wewe ndio umefanya watu wote kwa maskini. Julikuani nikitembea mpaka sasa iko na mabeshte wangu, unaona si ndio ile nani nahepa, kwa sababu unajua vile alikuwa anajua niko na do, umsasa sana pesa. Inabidi nitoke mbio kwa ujifiche kwanza. Hata kuna mwingine tulikutana, alinipigia simu nienda kufanya kazi Utawala. Akaniangalia hivi akauliza, "Wewe huyu ni Jairus mwenye alikuwa anajua? Wapi gari? Na siku hizi unakaa aje?" Hata tukakaa naye kuongea naye kidogo, akaniambia hata siku hizi ni kama kichako si mzuri. Zile vitu ulikuwa unaongea ulikuwa na make sense, siku hizi hata make sense. Hata job hakunipe. Alinihurumia toka toa 2,000 akaniambia tu wewe enda. Umeingilia pombe, deep to drugs, si ndio? Yeah. Madhara ile umepata? Madhara ya kwanza nimepata ni rejection. Customer anakukataa kabisa, uko mlevi na unanuka mdomo pombe. Ya pili kukuwa lazy. Naweza toka nitembee hivi nikijiongelesha, mtu anakuangalia hivi anashindwa kwani mtu anaongea na nani? Na nikijiongelesha nitanunua kale kagari nilikuwa nako, ni buy vitu zingine za how fiti bigi, ni buy manguo nikaifiti na najiongelesha kwa barabara. Leo nimepreach very powerful. Amen. They can fight the dream. Yeah. But they cannot kill the dreamer. Amen. So the dreamer still is here. Yeah. So bado dreams zita come to pass. Amen. Na this time hata sikuoni jomoko, saina kuona kwa nyumba yako, property yako. Amen. Because God shall restore. Na ametuambia leo. Amen. So be ready for restoration and receive restoration in Jesus name. Amen. Wakati na come church na feeling nikiwa relieved kwa sababu vile unahubiri inaniguza sana. Alafu pia nikiwa na washirika wengine tuko nao pamoja. Alafu na kama ile problem niko nayo naona si mimi peke yangu. Hapa najua vile unatuongelesha, baadaye unakuja na una heal. Imesaidia sana, mayouth wengi wako huku, mawasaidia. Wengine wanafanya kazi, wengine wako na family, sasa ina wamepata family. Yeah. I believe if you are there na uko kwa depression, tunatangaza hiyo depression ifike mwisho in Jesus name, na tuna decree words za maisha katika maisha yako. We decree life. You'll never die, you shall live to decree the goodness of Jesus. And also as we are talking here, pia uko hapo labda na unaweza taka kuwa a blessing to this ministry. Maybe uko na pikipiki, unaweza leta hapa tupatie vijana wafanye kazi. Maybe uko na welding machine, unaweza tuletea. Maybe uko na car wash machine, pia tunaikaribisha mahali hapa, because even as tuna counsel, tunawapatia guidance and counseling na tunawaombea, pia tuna need ku empower maisha yao. So tunakaribisha sana, you become a blessing to this street ministry ambayo tunakuanga nayo hapa. We deal with the young people ambao wanatoka kwa drugs, wanatoka kwa pombe, wanatoka kwa crime, wanatoka kwa prostitution, and when they come to this ministry tunawasaidia how they can overcome that life and to have another new life, na pia waweze kutembea in the ways of the fear of the Lord.